Mfahamu William Amuri Yakutumba, kiongozi aliyosumbua utawala wa Joseph Kabila. Mwandaaji ni Frederick Juma. Dunia ina watu wengi, kila mmoja akiwa na historia, tamaduni na misimamo yake. William Amuri Yakutumba, kisa pia anayejulikana kama Yakelwa, alizaliwa katika eneo ya Lubonja, wilaya ya Fizi, mkoa wa Kusini Kivu, DRC. Ana asili ya jamii ya Wabembe na kulingana na vyanzo vya hadharani, alisoma baadhi ya masomo ya historia katika chuo kikuu cha Lubumbashi kabla ya kukatwa au kuacha masomo kwa sababu za kisiasa na za kijamii. Katika miaka ya 1990 Yakutumba alianza kujihusisha na miundo ya kijeshi ya jamii ya Mai Mai na hatua kwa hatua akawa kiongozi wa kikundi chake. Baada ya mzozo mkubwa wa kikanda, alibaki kuwa mmoja wa viongozi wa mitaa wenye ushawishi katika eneo la Fizi na maeneo jirani. Kwa miaka mingi alichanganya retoriki ya kisiasa na kuendesha shughuli za kijamii na kiuchumi ndani ya maeneo yaliyo chini ya ushawishi wake. Mnamo mwanzoni mwa karne ya 21, Yakutumba alianzisha au kujiunga na muundo wa kisiasa kijeshi uliotambulika kama Mai Mai. Baadhi ya hatua zake ziliwemo kuanzisha kanza za kisiasa na kujenga uhusiano wa kikanda na mara kwa mara kuonyesha msimamo dhidi ya kile alichokitaja kama tishio la ushawishi wa kikabila au wa wale waliodaiwa kuingilia DRC kutoka nje. Mnamo mwaka wa 2014, William Amuri Yakutumba alifanya mashambulizi makali na kuipinga serikali ya Joseph Kabila. Mai Mai walitumia dawa zao za kujilinda dhidi ya mashambulizi ya risasi, mchanganyiko wa mimea, maji ya ibada na mashirika ya kiroho kama sehemu ya utamaduni wa ulinzi. Jina Mai Mai lenyewe linahusiana na wazo la maji au maombi kama ulinzi. Dawa zao zinahusishwa zaidi na ujenzi wa ujasiri, utii kwa mkuu na kuunda umoja wa kikundi na uwezo wa kimisuli kwa kuzuia risasi. Ripoti za utafiti na ripoti za mahakamani zinarekodi matumizi ya dawa zao katika muktadha wa vita na kujilinda. Yakutumba na Kabila walikuwa pinzani kwa sababu Yakutumba aliona serikali ya Kabila kama sehemu ya tatizo. Serikali iliongozwa kwa njia ambayo Yakutumba aliita haikuwa kulinda mkoa wa Kivu Kusini, haikutoa haki za usawa na ilikuwa inaondoka na vyama vya kijeshi au mafungu ambayo yeye aliyakabiliana nayo. Kinyume chake, Kabila aliongoza serikali ya DRC ambayo ilitaka kudhibiti vikosi vyovyote vinavyochukua mamlaka ya kijeshi au kisiasa nje ya mzunguko wake. Mnamo mwaka wa 2016-17, Yakutumba alihusishwa na uundaji wa koalishone pana ya makundi ya Mai Mai yenye lengo la kisiasa linajulikana kama CNPSC, National Coalition of the People for the Sovereignty of Congo. Coalition hii ilifanya operesheni za kijeshi katika sehemu za Kusini Kivu na kuvutia ushawishi wa kitaifa na kimataifa kama dhamini wa muundo upandwa. Nikinukuu maneno yake alipohojiwa na RFI mwaka wa 2014, tarehe 1 April, William Amuri Yakutumba alisema, "Sisi wana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuliketi pamoja ili kuchambua hali ya kisiasa na kijamii inayojidhihirisha nchini na ambayo inawaathiri wananchi wa Kongo. Tukizingatia kuongezeka kwa ukosefu wa usalama unaojitokeza kote nchini ambao hauwaruhusu wananchi kusafiri kwa uhuru na kuendesha mali zao, tukizingatia pia uporaji wa rasilimali za asili ulioandaliwa na serikali kuu kwa kushirikiana na washambuliaji na wasaidizi wao, na vile hali mbaya ya huduma za matibabu na kutofuata sheria, tuligundua kuwa utendaji wa utawala uliopo haukuridhisha kabisa katika masuala ya maisha ya taifa. Taarifa mpya za kusikitisha zilisababisha wananchi wengi kuathirika kimaisha na kisaikolojia. Kukosoa utawala na mazingira ya kisiasa. Tuligundua kwamba rais wa jamhuri, mhakikishaji wa taifa, alichukua hatua isiyo ya kawaida, akitangaza kuwa nchi inashambuliwa na inakaliwa na nchi jirani, Rwanda na Uganda. Hata hivyo, hatimaye rais alisaini makubaliano ya siri na washambuliaji hao, akikubali kuwaruhusu kuunganishwa katika jeshi la taifa. Wakati wa kuchukuliwa kwa mji wa Goma na kundi la M23, rais alitangaza rasmi kupitia RNC, shirika la utangazaji la taifa la Kongo, kwamba jeshi la taifa FARDC limevunjwa
jambo lililoongeza uharibifu wa taifa na uhuru wa nchi. Kuna idadi kubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ghasia za kingono, mauaji ya watu wa kawaida na wapinzani wa utawala, yote yakiendeshwa kwa masharti ya serikali. Ukimya wa MONUSCO katika masuala ya ndani unazingatiwa, kwani ulilunga mkono jeshi la FARDC bila masharti, jambo linalosababisha ukatili unaoendelea dhidi ya wananchi. Uundaji wa muungano, coalition. Tukizingatia uharaka na umuhimu wa kulinda taifa linalozama mbele ya Mungu, historia na wananchi wa Kongo, tukaamua kuunda muungano wa kisiasa, coalition politiki vya vikundi vyote vyenye shughuli nchini. Lengo letu ni kuzuia ugawanyiko, uvamizi na mgawanyiko wa taifa pamoja na kudumisha utawala mbora. Pande zilizotia saini zinapendekeza kuunda muungano unaoitwa Muungano wa Kitaifa wa Watu kwa ajili ya Ukuu wa Kongo, Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo, CNPSC. Muungano huu unajumuisha vikundi na vyama vya kisiasa kadhaa, ikiwa pamoja na Umoja wa Harakati za Kitaifa za Kongo, l'Union des Miens Nationaux Congolais, Harakati ya Machanga C5, Mouvement du 5C, MPC, makundi mengine ya kisiasa na kijeshi. Vyama vinavyounda muungano: PATEJ, sehemu ya hatua na ujenzi mpya wa Kongo; APCLS, muungano wa wananchi kwa ajili ya Kongo huru; MNCL, harakati la kitaifa la Kongo, Lumumba; FPC, jumuiya ya wazalendo wa Kongo; PDSRT, chama cha kidemokrasia huru kwa ajili ya mapinduzi ya wafanyakazi; CPCLC-ANDC, bangana la wananchi kwa ajili ya ukombozi wa Kongo, jeshi la ulinzi la taifa; CUSN, bangala la umoja na ukuu wa kitaifa; MRC, harakati ya wapinzani wa Kongo. Muundo wa viongozi wa muungano: Kisangani, Aprili 1, 2014. Nafasi: jina: katibu mtendaji wa kisiasa Enoch Tasinda; makamu katibu mtendaji wa kisiasa, msemaji Rafael Lubangi; kamanda wa majeshi William Amuri Yakutumba; kamanda wa pili wa majeshi Jean-Vie Ngulu Kalailawa; msemaji wa majeshi Kitenge Ilunga Yup. Kuhusu mazungumzo na serikali. Marekebisho yaliyofanywa kwenye tamko hili yalikubaliwa na kamanda William Yakutumba, na makamanda wote wa Maimai walipitisha maandishi haya. Msemaji wa muungano alifafanua kuwa si muungano ulioomba mazungumzo na serikali. Badala yake, serikali yenyewe ilituma mwakilishi wake kwa tawi la muungano iliko Bukavu, chini ya Bwana Siger Kapenga. Mazungumzo hayakufanyika kwa sababu muungano haukuiamini serikali. Wakishangaa kusikia utawala unatoa tishisho, vikosi vya FARDC vilishambulia muungano. Kikundi cha muungano kilijibia kwa kujilinda hadi eneo la Fizi, ambako vikosi vya FARDC vilipata hasara kubwa ya askari. Mwisho wa nukuu. Mnamo mwaka 2007, William Amuri Yakutumba aliachana na jeshi la taifa la FARDC na kuanzisha kikosi chake cha wanamgambo wa Maimai. Yakutumba alidai kuwa hangeweza kuendelea kufanya kazi chini ya serikali ya Joseph Kabila, hasa baada ya mkutano wa Sun City uliowahi kufanyika Afrika Kusini, ambao kwa mtazamo wake ulitambua watu wa asili ya Rwanda kama raia wa DRC. Kwa mujibu wa Yakutumba, uamuzi huo ulimfanya ajihisi kuwa serikali ilikuwa inapuuza maslahi ya wakazi wa Kongo, hivyo akaamua kuingia porini na kuanzisha harakati za kupinga utawala wa Kabila. Alisema kuwa kwa nini Wanyarwanda wamepewa uhalali wa kuwa Kongomani, jambo lililosababisha serikali kumuona kama mtu mwenye mitazamo ya kibaguzi. Joseph Kabila alimwalika Yakutumba kwenye mazungumzo mjini Kinshasa. Mwanzoni Yakutumba hakuwa tayari kukubali wito huo, lakini washirika wake walimsihi akubali. Baadaye alikubali na akaanza safari ya kuelekea mjini Kinshasa. Alipokutana na Rais Kabila, aliulizwa, "Kwa nini umeamua kuasi nchi na kuanzisha vikundi vya Maimai?" Yakutumba alijibu kwamba leo mmewapa Wanyarwanda nafasi za uraia, lakini hawaheshimu wenyeji wa nchi, wanawadharau na kufanya mauaji ya kikatili. Majibu haya yalimkasirisha Kabila, na inasemekana kwamba Yakutumba alizuiliwa kwa takribani siku 15. Baada ya hapo, Kabila alimwambia,
nenda ukakusanye vikosi vyako uvilete Kinshasa nikupatie kazi. Yakutumba aliona kama Mungu amempa njia ya kutoka Kinshasa kwa sababu hakuwa na uhakika wa namna ya kurejea salama. Aliondoka, lakini hakurudi tena. Baadhi ya watu, wakiwemo wanadiaspora, walimpa uungwaji mkono. Wengine walidai kuwa hatua za Kabila dhidi yake zilikuwa za kibaguzi. Licha ya vikwazo na lawama, Yakutumba aliendelea kudai kwamba yeye anapigana dhidi ya shambulio la kigeni, agression étrangère, uongozi mbaya wa Joseph Kabila. Yakutumba hakuwahi kukubali kushiriki tena kwenye mikutano ya amani, akisema, amani gani wakati mtu anataka kunyang'anya nchi? Kabla sijakuacha, nikukumbushe kuwa William Amuri Yakutumba alizaliwa mwaka 1970 katika kijiji cha Lubonja. Alianza harakati zake za Maimai akiwa na umri wa miaka 37. Mwaka 2023, serikali ya Kongo chini ya Felix Tshisekedi ilitoa wito kwa vikundi vyote vinavyoshikilia silaha kuungana kupambana na wahasi wa M23. Ndipo William Amuri Yakutumba alipotoka porini na kuanzisha juhudi za kuunganisha vikundi mbalimbali vya Kivu Kusini. Umoja huu baadaye ulijulikana kama RAD, La Réserve Armée de la Défense, muundo wa kitaifa ulioundwa rasmi tarehe 20 Aprili 2023. William Amuri Yakutumba alikaa porini kwa takriban miaka 16 kabla ya kurudi katika shughuli za umma, akieleza dhamira ya kuleta umoja na utulivu katika eneo hilo. Bwana William Amuri Yakutumba na historia ndefu sana. Naomba leo tuishie hapa. Wiki ijayo nitakuletea sehemu ya mwisho. Mwandishi Robbie Tech, msimuliaji Frederick Juma. Usisahau kusubscribe, kushare na kutoa maoni yako.